Asubuhi saa 1 mpaka saa 3 usiku. Saa 3 mkirudi, sisi sasa mmetupa dhamana kwa wasaidizi wa karibu, ndo tunakaa pale kidogo, na amefika amepumzika kidogo, unakuja mchapalo alhamdulillah na nini, na sisi tunasogea tunapata vitu vile kwa niaba yenu na nini, umenielewa? Mkimaliza chakula muda ule tunaaga, tunaondoka kama saa 4 hivi. Wasaidizi wake wanamletea mafaili yapo kama hivi. Maana mimi naenda kupindua saa hizo, yeye ndio anaanza kufanya nini? Kusoma mafaili. Na mjomba, faili yako ikifika kwa rais ni hatua moja kufika kwa Mwenyezi Mungu. Kwani ni uongo? Kwa sababu hata mahakama ikishamaliza umehukumiwa kunyongwa, si anayetoa msamaha ni yeye. Sasa faili yako iko pale, anatakiwa aisome kwa uangalifu. Hivi ukiwa na faili nyingi kama hizi, kusoma kwa uangalifu ni kama wastani wa masaa mangapi? Halafu ukipigiwa simu yake ya maelekezo ni saa 8, saa 9, saa 10 na dakika 40 imetoka hiyo. Yaani kama wewe umeshajizoesha usingizi wa pono, unanielewa? Zama hizi utaumia. Na nikuhakikishie, simu moja ukiikosa ya mwenyekiti ni kama vile umefanya tendo fulani la ajabu na kila mtu anakutazama na hakuelewi. Kwa mimi nimeshajiwekea utaratibu, simu niko nayo chap chap, yani masaa yote niko nayo chap chap. Unajua kwa maelekezo anaanza kushuka muda wote. Yani hata kama na kazi maalum, simu ikita, kwenda unavaa chap chap vitu hivyo, na unasimama unapoongea, anasema mwenyekiti, shikamoo, naomba kupokea maelekezo. Saa 8 usiku, saa 12 hiyo kazi ishaanza, wako kule, na wakati mwingine anasema nataka mje hapa sasa hivi 11:30. Mkifika mnamcheki yupo kashapiga kaundo yake vizuri kabisa, mnafika pale mnapigwa mchapalo kidogo, mzigo unaanza kupigwa 12 kasorobo, kazi ishachanganya vibaya mno. Najiuliza, sasa mwenyekiti unalalaga saa ngapi? Nilikuwa nauliza tu mwenyekiti, na sisi tunapenda kujifunza. Unajua unapouliza mambo kama haya lazima utafute namna ya kuuliza. Analala saa ngapi? Sasa wewe mwenyekiti wa serikali ya mtaa, CCM oye! Unapokuwa kiongozi, heshimu watu kwa mwenendo wako.